Bana, karibu sana, tuendelee kuizungumza mengi ya kimichezo. Nipo na mdadisi Hamisi Kabwe. Bana, ligi ya mabingwa barani Afrika, mnyama anaendeleza alipoishia. Yeah. Mnyama huwa ana kazi mbovu. Linapokuja swala la kimataifa huwa acheki na huo wote. Muone kwa sababu amekuwa kigawa dozi kweli na ni sehemu ambapo anampa sifa kubwa sana. Yaani ile nafasi ya 9 kwenye ubora wa nandiwa viwango vya vilabu barani Afrika hajafika hivi tu kwa bahati mbaya. Amefika kwa sababu amefanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa na ana harufu ya kufanya vizuri tangia msimu uliopita. Sababu msimu uliopita alifika finali ya CAF Confederation Cup. So ana deserve kupata hiyo pongezi na anastahili kiukweli kupewa hizo sifa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwenye eneo hilo la kimataifa mnyama tunamweka kwenye daraja lingine na timu zingine kutoka Tanzania. Huaga sinaga shaka naye. Kama akikutana na kitimu cha hovyo huwa anapasua. Akikutana na timu nzuri shughuli inakuwa kubwa. Huwa acheki na wote, siku zote mnyama yuko hivyo. Na hapo natumai timu za Tanzania wanapaswa kujifunza kwa sababu Young Africans jana amefungwa na mnyama anaendeleza ubabi wake. Ni wazi kabisa ni mbali sana, wanatakiwa kujifunza kama vile kauli zinavyosema kwamba Hersi ni mfano wa kuigwa hivi sasa kwenye soka la Tanzania. Na ni wazi kabisa hata huyo Hersi anapaswa kujifunza kwa Simba namna ambayo ya kuzicheza mechi za kimataifa. Sana. Kaka, yani Simba washaonyesha hicho kitu kwa muda mrefu. Simba kwenye lengo ya kuwa mfano kwenye mashindano ya kimataifa alishaonyesha hivyo. Unajua haya mawazo ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa yalianzia Simba kwa mtu kama Mohamed Dewji. Mohamed Dewji aliweka hizo plan zake kwamba mimi nataka nichukue ubingwa wa Afrika. Watu walikuwa wanamcheka hapa. Na umesahau. Watu walikuwa wanamcheka, wewe unachukua ubingwa wa Afrika. Wewe utafika nafasi ya ngapi? Lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda unaona anazidi kusogea tu kwenye nafasi. Leo nafasi ya 9, kesho anazidi kusogea. Sometimes usipende kuchukulia vitu yani wewe umjui mtu, hujui mtu anawaza nini, ameweka plani gani, wewe unachukulia poa. So sometimes usipende kuhukumu pasina kujua mtu anapanga malengo gani. So watu wanapaswa kuishi kwenye fikra na ndoto za Simba Sports Club. Sio tu kwenye ndoto na fikra. Watu wanapaswa kuwa, yani tuseme hizi timu zingine zinapaswa kuiga, ikiwemo Young Africans wanapaswa kuiga kile ambacho Simba Sports Club huwa wanakilenga kwenye mashindano ya kimataifa. Na hata Young Africans umeona hii kuchagizwa kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ilianza baada ya kuona Simba Sports Club robo finali zinakuwa nyingi kimataifa. Wao walikuwa wakifika hatua ya awali nje. Wakaona afu Simba ndo akawa anafanikiwa zaidi mpaka tuzo ya mashabiki bora ikaja, ndio hamasa ikawa kubwa hata kwa Young Africans kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Wachezaji wa Simba ni mfano wa kuigwa. Wachezaji wa Simba ambao wanaonyesha performance nzuri sana, haswa pia ukiangalia kwenye mchezo wa leo zidi ya Nsingizini Hamisi Kabwe, wachezaji ambao wameonyesha performance nzuri sana. Moja kati ya wachezaji ambao wamenivutia kiukweli ni Elie Mpanzu Kibisawala. Maneno yalikuwa ni mengi sana ya kwamba wameshuka kiwango, sio na nini, lakini form ni temporary, class ni permanent. So ameonyesha kwamba mimi najua ni swala la muda tu kuonyesha ubora wangu. Na ameonyesha kwamba inawezekana labda kuondoka kwa Fadlu Davis ghafla ile kutangaza kuondoka kwake na kadhalika, inawezekana ilimtoa kidogo kisaikolojia. Sio mzuri, lakini kitendo cha kuja Dimitri Patev anataka kuona ushindani wa namba, anataka kuona nani ni mchezaji bora, amedhihirisha hilo Elie Mpanzu Kibisawala. Ameonyesha kwamba mimi bwana Dimitri Patev, utaongelea wachezaji wote hapa lakini ubora wangu mimi kama Elie Mpanzu ndio huu hapa. Na ameonyesha. Na ikumbukwe Elie Mpanzu Kibisawala ndio moja kati ya wachezaji ambao walifanikisha Simba kuja kwenye raundi ya pili ya mashindano ya CAF Champions League. Goli lake dhidi ya Gaborone kule ugenini, lakini pre-assist aliyotoa hapa Benjamin Mkapa ndio ilifanya Simba Sports Club kwenda huko. Kwenye mechi ya ligi kuu hakuwa na performance nzuri sana kutokana labda na issue za kisaikolojia, lakini leo ameonyesha jinsi gani ambavyo ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Ni mchezaji hatari. Inawezekana kuna timu nyingi zinatamani kuwa naye mchezaji kama huyu. Kwa kwangu mimi Elie Mpanzu Kibisawala hajani surprise. Performance yake imeendelea kuwa bora na kadiri ya muda unavyozidi kwenda, kama ataendelea kuwa hivi, nafikiri sio Simba tu kutengeneza fedha nyingi sana huko mbeleni,
lakini Simba wataendelea kufaidi zaidi kipaji alichokuwa nacho Elie Mpanzu Kimisawala. Safu ya ushambuliaji ya Simba ndio safu bora zaidi hivi sasa Tanzania. Mimi nazidi kusisitiza hivyo. Kitakachowaangusha labda safu ya ushambuliaji ya Simba